Yaani Neema unadiriki kuniongopea hata mimi mama yako nilokulea kwa shida. Leo hii unakuja kuniongopea mimi? Isiondoa tena imekuwa maumivu makali. Minampenda yeye apendeki na wala taki hata kujali. Nda mpaka inaboa unajikondesha unakuwa ulali. Kazini akienda narudi asubuhi na wala taki hata maswali. Na kama makosa nakoseaga ye, mimi nikimuliza na kuja juu. Na nikimwomba msamaha ye, yani ndio anazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha. Mwanangu, hebu niambie, shida ni nini? Maana nakuona umekuja uko wima tu. Sijaelewa shida iko wapi. Samahani mama katika haya nitakayokwambia. Lakini kiukweli lengo kubwa la mimi kufika hapa napitia changamoto baina yangu mimi na mke wangu. Na ndio kitu ambacho mimi kinanifanya nakosa raha kila siku. Yaani sina amani katika ndoa yangu hata siku moja. Changamoto zipi hizo? Mama, mimi kiukweli nampenda sana Neema. Na najaribu kila njia angalau basi hata badilike. Lakini naona kila njia ninayoifanya naona nagonga ukuta mamangu. Yaani nazidi kuvurugwa na matukio yanayonipiga nayo kila siku. Yaani haniheshimu, hanisikilizi. Analoamua yeye ndio hilo. Neema huyu mtoto mbona amebadilika kiasi hicho? Amekuaje huyu? Mbona sijamlea hivyo mimi? Kiukweli mamangu, hata mimi mwenyewe nashindwa hata kuelewa. Hivi ninavyozungumza mama, Neema nyumbani hayupo. Na hata sijui hata yuko wapi. Anasema kwamba eti amepigiwa simu na rafiki yake kwamba eti rafiki yake amefiwa na mama yake. Lakini mama, nisikufiche, nimekutana na rafiki yake njiani wakati nakuja hapa nyumbani kwako. Na hana taarifa ya msiba na wala mama yake haumwi na wala hajafariki. Yaani Neema amekuwa muongo kiasi kwamba ambacho hata kizungumza kitu chochote siwezi kumwamini tena mamangu. Yaani haaminiki kiukweli. Usifike huko mwanangu. Usifike huko kabisa. Kwanza nataka uniambie hii shida imeanza lini? Nafikiri mwezi sasa. Inaenda kwenye mwezi wa pili. Sasa mwanangu, mwezi mzima. Kweli unakaa na hilo tatizo? Hilo maana ni tatizo. Nisamee mama katika hilo. Najua nimetoka kukupa taarifa, lakini nilikuwa najaribu kuangalia labda kuna siku anaweza akabadilika. Lakini wapi mamangu? Ina maana tunavyoongea hapa saa hizi hayupo. Sasa mwanangu, nataka nikushauri. Mimi naomba tutoke hapa mimi na wewe twende nyumbani kwako. Nikamsubiri mpaka atakaporudi Neema. Kwa sababu hili ni tatizo. Tena tatizo kabisa, sio dogo. Sawa mama, nimekuelewa. Mimi ninakuahidi mwanangu, haya yataisha na yatakuwa sawa kabisa. Ninachoomba mimi, tutoke hapa mimi na wewe. Mungu wako Mungu wangu. Twende mpaka kwako. Nikamsubiri Neema mpaka muda atakaorudi. Sawa. Isiondoa tena imekuwa maumivu makali. Minampenda yeye apendeki na wala taki hata kujali. Nda mpaka inaboa unajikondesha unakuwa ulali. Mambo vipi shoga yangu? Alafu mbona umekunja sura kama umelamba ndimu? Vipi kwema? Yaani hiyo ndimu umenipa wewe. Na kali balaa. Yaani hata sijui naipoza na nini. Hivi Neema, naweza nikakuuliza?
Vipi wa msiba? Ushanyanyua matanga? 3 pia mshamaliza. Unaweza kanipa tarehe 40 ni lini? Sekela, nisamee kwa hilo shoga yangu. Mimi nishamaliza maneno yote kwa Jordan. Uongo wote nishaumaliza. Nikajikuta nimeangukia kwa mama. Sasa mimi ningefanyaje na ilitakiwa lazima nitoke. Hivi Neema, hivi una akili timamu? Kwa hujaona watu wote ukamwona ni mamangu mimi mzazi. Hivi unajua uchungu wa mama wewe? Alafu kingine, wewe una ndugu? Si una familia wewe? Sekela. Nisamee. Hivi unadhani kiwepesi namna hiyo Si ndio? Hivi unajua uchungu wa mama jinsi ulivyo? Na kwa nini hujaona yani vikwazo vyote vya kumdanganya mume wako ukamwona yani kimvuli cha mamangu mimi? Haya, unaweza kaniambia umetoka wapi? Hapo sasa unanichimba shoga yangu. Mwenzako mimi nilitoka, nilienda kwa bwana. Kwa bwana? Haya, huyo bwana ni nani? Unaweza kaniambia shoga yangu nijue jinsi gani kukusaidia? Bwana mwenyewe Kulanika. Haki ya Mungu. Yaani unacheka kama mazuri. Unajua Neema utambui Kulanika. Kwa hiyo unaona bwana wote kaona ni Kulanika. Vipi? Kwani unamjua? Au unamfahamu? Usichekeshe. Yaani mimi Kulanika ninamjua matandu na makoko. Tena sio kumjua tu, namfahamu vizuri. Alafu usichokijua shoga yangu huyo Kulanika unaojisifia mwenyewe Kulanika. Tambua ana mke wake. Sio, unanielewa? Na huyo mke wake ninamjua tuzeli. Yaani in short, huyo mke wake mimi ni rafiki yangu kama unapojichukua unapojiona wewe na mimi. Ama kweli dunia ndogo. Mimi najua kweli ana mke na ameshaniambia. Na isitoshe yeye anajua kwamba mimi nimeolewa. Kwa hiyo tumekutana wote tuliolewa, shida iko wapi? Mashoga yangu. Hivi unajitambua kweli wewe? Wasona mume wako? Na unajua kabisa mimi ndio nina mume na bado unatoka tena ndani, unaenda nje tena unaenda kutembea na mume tena wa mtu. Hivi ni jambo kama mume wako akilijua. Hivi wewe unaona utakaa katika wakati gani? Akijua mume wangu haina shida kwa sababu yule ni mume wangu na lala naye kitanda kimoja. Kwa hiyo ninajua jinsi ya kulihendo na kulisolve. Hakuna shida juu ya hilo. Yaani ama kweli maji machafu hawezi kukaa sehemu safi. Hivi nyinyi wana ndoa zenu, kwa nini hamkai mkatulia na ndoa zenu? Nje unafuata nini Neema? Huyo Kulanika anakupa nini? Sekela, mbona umekuwa na maneno makali kuhusu mimi? Yaani huwezi kunielewa. Kwa sababu nakuona mwenzangu ushazama katika dimbwi zito sana. Sasa sikiliza nikwambie, cha kukushauri kitu hichi kimoja tu. Naomba uachane na Kulanika haraka sana iwezekanavyo. La sivyo ukiendelea naye, naona sio rafiki mwema kwangu. Si umenielewa? Sekela. Sekela. Si unajua kwenye hili dimbwi kuna mambo mengi bala. Eti mchepuko ana enjoy penzi kwenye ndoa zinazidi kara. Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi nisingejihusisha na mapenzi, ni bora Asante mwanangu. Yatanifaa haya maana naona hata maji yenyewe sidhani kama hata yanapanda. Unachokisema mama kweli ni kweli. Huwezi kuwa na furaha. Ila mimi ndio sina furaha mpaka sasa nimepitiliza. Yaani mpaka nafikia tu na nimekuja kwako na kukuambia kwamba napitia changamoto bwana mimi na mke wangu mama. Magumu. Mingi sana nayapitia. Yaani unaona hii nyumba ni kubwa lakini nahisi kama vile nipo kwenye chumba fulani kidogodogo hivi. Afu kina moshi mwingi. Yaani kila nikiingia sikosi kukohoa. Nishakohoa sana. Yaani sasa tena sio kukohoa ni kubanja. Anayeninyima furaha ni wewe. Kutwa unanifanya mimi nalia tu. Unayenishushia thamani wewe. Tena kwa vipigo na matusi juu. Kumbe nipo kwenye dimbwi. Shikamoo. Shikamoo. Maana
Hivi sasa hivi wewe ndio umekuwa mwanaume huko ndani? Hapana. Amen. Unaweza ukaniambia umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka msibani mama. Rafiki yangu amenipigia simu amekuwa na mama yake. Kwa hiyo ilibidi niende. Unasema umetoka wapi? Nimetoka msibani. Yaani Neema unadiriki kuniongopea hata mimi mama yako nilokulea kwa shida. Leo hii unakuja kuniongopea mimi? Mama, nimetoka msibani mama. Umetoka msibani. Msibani huko nani anajua kama ulikuwa msibani? Mume wangu nilimwaga mama. Hapana Neema. Yaani usinishirikishe niseme uongo wakati ulinidanganya. Nimekutana na yule rafiki yako ambaye umesema yeye amefiwa. Ni uongo mtupu ulionidanganya. Mama watu hajafariki na wala hata haugui. Mama nisamehe. Samahani, usiniombe mimi. Piga magoti hapa, nenda kwa mume wako pale ukamwombe samahani haraka iwezekanavyo. Muda mpaka inabo au unajikondesha, unakuwa ulali kazini, akienda narudi asubuhi na wala taki hata maswali, na kama makosa nakoseaga ye, mimi nikimuliza na kuja juu, na nikimwomba msamaha yani ndio anazidi kuwa moto. Naomba unisamehe, naahidi atakuja kujitokeza tena. Sikuyafanya kwa kupenda na sikujua kama unaumia kiasi hichi. Naomba unisamehe. Nimekusamehe mke wangu. Lakini nimekusamehe kwa sababu mtu yeyote anayeomba msamaha anahitaji kusamehewa. Ila naomba uniahidi kitu kimoja tu, kwamba utabadilika. Mimi lengo langu kubwa ubadilike mke wangu. Nakupenda sana Neema, nadhani hilo unalitambua. Unaponifanyia na kunionyesha drama ambazo mimi sizipendi na sizielewi kabisa mke wangu. Lakini mimi nimeshakusamehe. Ila endapo ukiniahidi kubadilika. Kwa ahidi mume wangu atakuja kujirudia tena. Makosa tu ya kibinadamu. Sawa. Mwanangu. Na mama. Una uhakika gani kama amebadilika? Kwa kuwa mama, mimi nahitaji kuishi na Neema. Mimi naamini atabadilika. Kwa sababu amesema kwamba yuko tayari kubadilika. Sawa. Ila sasa mimi naomba niwaache. Ninaenda. Nadhani hapa nilichomweleza amenielewa vizuri. Itakapojirudia tena, naomba uje uniambie. Sawa mama. Mama, nafikiri labda nikusindikize sasa. Hapana mwanangu. Wewe kaa na mkeo muyaongee mnyamalize. Acha mimi niende. Sawa. Hivi Jordan, hayo unafanya nafikiri ni sahihi au ni sawa? Wewe ni mwanaume, unatakiwa usuluhishe masuala yako na mke wako mkiwa wenyewe. Hakukuwa haja kumshirikisha mama kwenye hili. Niko katika fungu gani? Nisikize basi mke wangu. Lengo kubwa la kwenda kumwambia bi mkubwa pale, sawa? Lengo kwamba mimi na wewe tuwekae sawa, tuelewane katika ndoa yetu, tuishi vizuri mke wangu. Furaha gani unataka wewe zaidi ya mimi kuja kuzalilika mbele yako? Na ndio ulichokitaka hicho kitokee, si ndio Mimi sikukusudia hivyo mke wangu. Ila ni kwa sababu tu kwamba tunaishi kwa tabu humu ndani. Kwa nini tunashinda kuelewana kila siku mke wangu? Eti wewe. Lakini mke wangu, si uliaje kwamba hapo wewe utabadilika, tutaendelea kuishi kwa raha humu ndani? Kubadilika? Ukiniangalia mimi naweza kubadilika kwa wakati huu? Bado utasubiri sana, na kwa hicho ulichokifanya ni zaidi ya mateso utakaopitia wewe, na sina msaada na wewe. Naomba unipishe. Neema. Hivi Neema una akili gani lakini mke wangu? Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi nisingejihusisha na mapenzi, ni bora ningesaka senti chapa.
na kama makosa nakoseaga mimi nikimulizana. Vanessa, aliyokupa mamlaka kuchukua simu yangu ni nani na kumpigia mama yako? Mume wangu, naomba nikuulize kitu. Ina maana mimi siruhusiwi kushika simu yako? Nilishakuonya mara ngapi kuchukua vitu vyangu ndani? Okay, sawa basi. Nilimpigia ni mama wangu ambaye ni mzazi wako na wewe pia mume wangu. Lakini naomba unisamehe. Hivi, wewe umechukua simu yangu na kumpigia mama yako. Inaonekana mimi nakunyanyasa simu ndani. Inaonekana mimi nakutesa. Hapana mume wangu, naomba unisamehe. Sirudi tena. Hili ni onyo. Iwe mwanzo na mwisho. Babu. Sasa natoka. Ole wako. Na kama makosa nakoseaga mimi nikimuliza na kuja juu, na nikimwomba msamaha yani ndio anazidi kuwa moto wa kifuu. Mume wangu. Basi naomba ukae chini basi nikuandalie chakula ule mume wangu. Ya tu unayenishushia thamani wewe, tena kwa vipigo na matusi juu, kumbe nipo kwenye dimbwi hili dimbwi la mapenzi, yani kumbe dimbwi eti dimbwi la mapenzi. Hili dimbwi limenifanya mpaka neua bila hata kujua kama itanisumbua baadaye. Nawaza polisi wakishajua si ndo watanichukua na itabidi jela nikae. Si unajua kwenye hili dimbwi kuna mambo. Safi kabisa. Habari za majukumu? Majukumu gani ndugu yangu? Majukumu labda wewe uko ofisini bwana. Majukumu kwa mwanaume ni kawaida. Okay, niambie shida ni nini? Manake wewe ukosagi jipya wewe. Sawa ndugu yangu. Mimi lengo kubwa la kufika hapa ndugu yangu bwana, kuhusiana na changamoto ya mke wangu ile bado ananisumbua sana. Na ndio maana hata sijapata hata muda wa kuelekea huko ofisini. Mimi najua kwamba mmenimesi sana huko ofisini. Kabisa. Kabisa tunakusubiri sana. Nafikiri kama tulivyoongea mara ya mwisho kule hospitali. Ndio nakumbuka. Yes. Uliniambia kwamba nijaribu kuzungumza naye kwa kina, labda kuna siku labda inawezekana labda ikatokea labda niliwahi kumkosea. Lakini pia ukaniambia baada ya hatua hizo nizungumze labda na wazazi, inawezekana labda ikawa sababu ya mimi na yeye kuwa sawa. Lakini sikufiche ndugu yangu, kila ulichoniambia nikifuate nimekifuata. Na sio kukifuata tu, kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini tukianzia katika kipengele cha kukaa naye, kujaribu kuzungumza naye, haoneshi ushirikiano wa aina yoyote ile. Yaani haoneshi kwamba labda mimi kuna siku niliwahi kumkosea, haoneshi kwamba labda yaani nashindwa kumuelewa. Na katika upande wa mama binafsi nimekaa na mama nikamwambia, na mama pia alikuja nyumbani kujaribu kuzungumza naye, lakini ni kwamba bado hali ni mbaya. Labda mimi nisikufiche ndugu yangu, mambo mengine ni aibu kuongea, lakini haina jinsi. Jana usiku kama kawaida yetu sisi watoto wa kiume, nataka kuingia katika pointi zetu zile za usiku za namna gani, unajua tena nashangaa katikati ya mazungumzo anaongea na mwanaume, yani katika simu ni tukio ambalo binafsi amenisurprise, sikuwahi kulitegemea hata siku hiyo, hata siku moja. Na ndipo hapo nikapata majibu kwamba ana mwanaume mwingine, ndio maana chanzo kikubwa anafanya hayo. Brother, let me tell you something. Unajua mwanamke anayekupenda, kukujali na kukuthamini hawezi kukufanyia dharau za namna hiyo.
Yaani hapo inaonyesha ni wazi mkeo amekuchoka. Hilo ni tatizo brother. Na nilishakwambia ukiendelea kufanyia uzembe, hiyo mizizi itazama shina. Shina italeta matawi, matawi italeta majani. Unadhani utaambulia nini? Ni kivuli cha miba. Huo sio mti uliopanda, huo ni mti wa miba. Unachotakiwa kufanya bro. Okay, ulikuwa na mawazo gani? Nimefikiri mwache tu Neema mke wangu. Mwache. Simple tu ni muache. Brother, shujaa akimbiagi vita. Hapana brother, mimi sikimbii vita. Kumbe Ila wanasemaga kwamba vumilia kwenye mabadiliko, na ukivumilia sema ambayo haina mabadiliko, mwisho siku utaendelea kupata hasara. Mimi nimekubaliana na hasara nilizozitumia zote katika ndoa na kadhalika. Nimeona sasa bora nijitengenezee amani kuliko kujitengenezea maumivu ambayo hayana mwisho brother. sasa kama unashindwa kupigana vita ndogo ya ndoa, unadhani utaweza vita za walimwengu? Sasa Mzala, wewe uko na ushauri gani? Kwa sababu ni mtu ambaye pia nilikuwa nakutegemea katika upande wa ushauri. Na ushauri wako mimi binafsi nimeufuata, lakini naona bado sijafanikisha. Labda uniambie kama kuna lingine ndugu yangu. Nzuri. Sasa sikiliza. Mpango ni mmoja. Tunatakiwa kumfuatilia mkeo kila hatua anayopiga. Unatakiwa ufuatilie kila hatua ya mawasiliano anayofanya kwenye simu yake. Tunatakiwa tumtambue huyo mwanaume ambaye anatembea na mkeo. Huyo ndo chanzo cha wewe kuharibu ndoa yako. Sasa sisi tutakapomtambua, tutadili na yeye, sio mkeo tena. Kama mkeo kashindikana, sasa tutadili na yeye. Huyo anayemfanya mkeo ashindikane. Mzala, Ndio. mimi najitambua ni mtu mwenye hasira kali sana. Ni mtu pia mwenye maamuzi makali. Sasa unaponiambia swala kumfuatilia mtu ambaye anatembea na mke wangu, hivi unataka nifanye nini baada ya kutambua yote hayo? Hapana. Nisikilize. Nafikiri haina hata haja. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kinachohitajika hapa ni weledi. Unatakiwa uplay smart. Unatakiwa uhakikishe unalinda ndoa yako, sio kuharibu. Nimekwambia unatakiwa kuhakikisha tunamtambua huyo mwanaume anayetembea na mkeo. Alafu sisi tutadili na yeye, sio mkeo tena. Kumbuka hii ni ndoa yako. Wewe ndiye unayeumia, sio mimi. Haya maumivu ni ya kwako. Na hata ukimwacha, unadhani nini kitatokea? Tofauti na kuishi kwa maumivu. Kama umepigwa matukio machache tu blaza, umekonda. Umepululuka. Umepoteza nuru. Sasa unaweza kuishi maisha yote kwa kumwaza. Uone kama utakuwa kila siku ni mtu wa kumwaga machozi. Unajua thamani ya chozi lako? Sasa dokta, mimi nimekuelewa na Dr. Mzala. Bila shaka nafikiri tutajua namna gani tunafanya. Ninashukuru kwa kunielewa. Unatakiwa kuwa makini sana katika hilo. Hakikisha hatambui chochote kuhusu upelelezi wako. Sawa. Kila hilo. Okay, mimi nikuache. Si unajua nina shift ya usiku. Naelewa hilo. Na kule wale najua Wanaoko siku hizi. Ukichelewa faini kule. Blaza, kama yule Dr. mkuu aliyeletwa sasa hivi. Blaza ni mnoko sana. Simsemi vibaya, ni bosi wangu. Sasa tutawasiliana manake niko nje ya muda. Sawa. Kuwa makini sana. Unayenishushia thamani wewe, tena kwa vipigo na matusi juu, kumbe nipo kwenye dimbwi, ili bimbwi la mapenzi, yani kumbe dimbwi, eti dimbwi la mapenzi. Amka basi nikwambie kitu. Niambie nini? Nakuhitaji mke wangu. Hivi Jordan, nikwambia mara ngapi nimechoka? Nimekwambia nimechoka.
Alafu naomba unisikilize. Ukiendelea kunisumbua, nitashuka chini au nitaenda kulala sebuleni na usiniguse. Sasa hapo sababu yenyewe ambayo nakufanya mpaka ulale chini au sebuleni kwangu. Basi nisikilize vizuri. Ndio yaani nipo kwenye hali mbaya. Na kuhitaji mtu wangu. Pale mtu anapokuambia amechoka, naomba uelewe. Na nafikiri kwa sasa unielewe, ila itakapofika wakati utakao unielewa ndio utajua nini namaanisha. Sawa Sasa Neema, wewe mimi ni mume wako, mimi ni kaka. Usinisumbue Jordan. Lala. Kwa sababu Neema huwezi kunifanya vitu vya hivyo. Mimi ni mwanaume wako na nina hisia zidi yako. Naomba nipumzike. Sasa unapumzikaje Neema wakati mimi binafsi nimeshakwambia kwamba nakuhitaji mke wangu? Basi tafadhali naomba unielewe mke wangu. Nipo kwenye hali mbaya na nakuhitaji mke wangu. Kwa nini unashindwa kunifanyia hata fair basi na wewe? Sasa yako mbaya inahusu nini? Sasa mimi sikumwambia wewe nikamwambia nani? Nimechoka sasa. Kwa mke wangu kuchoka, sasa unaenda sasa sijui hata wiki ya pili sijui mwezi huu tena. Halo. Vipi kipenzi changu Neema? Umeshalala? Hapana, sijalala ila nina usingizi. Kabla hujalala, natamani kukwambia kitu kizuri sana kipenzi changu Neema. Wewe niambie tu chochote unachojisikia. Kwa maana nasema sije kukutana na mwanamke mzuri kama wewe Neema. Pia kukutana kwangu na wewe kama bahati. Na pia nahitaji kuitunza bahati hiyo, usije nikaipoteza. Asante kwa maneno yako matamu. Hivi nikakupa nafasi ya kuniambia neno la mwisho, nadhani unaweza kuniambia nini mpenzi wangu? Neno langu la mwisho Neema, usiku nakupenda sana. Na nimemisi tu pia ulikuwa unanipea. Hata mimi pia nimemisi uwepo wako karibu yangu. Nikutakia usiku mwema, naomba nipumzike maana nimechoka sana. Asante Neema. Nikutakia tu usiku mwema Neema wangu. Usiku mwema. Nakupenda pia. Hivyo una akili kweli wewe? Neema. Jura niache. Hivi kwa nini hutaki kuniheshimu mimi kama mkeo? Yaani imefikia sehemu unazungumza na mwanamke mbele ya masikio yangu na macho yangu. Tena sio mwanamke, ni malaya. Hivi mume wangu, ufanywe nini ili uelewe kwamba unapendwa? Nikufanyie nini ili unielewe kwamba mimi nakupenda mume wangu? Yaani mimi sijui hata nikufanyie nini. Nisikilize mpumbavu. Sihitaji nisikie kelele katika ngoma za masikio yangu. Naomba niache nipumzike nilale. Nadhani umenielewa. Sawa baba. Yaani leo ndo nimepata picha. Yale yote unayonifanyia, kumbe chanzo ni huyu. Aha, sawa. Nimekwambia sawa. Ila nitahakikisha nitamjua. Na nikimjua ama zake ama zangu. Muangalie kwanza. Yaani wewe na wewe kimada yako, subiri takuonyesha. Kwanza usiku wenyewe umeshakuwa hili dimbwi, kuna mambo mengi bala. muone kwanza. Eti mchepuko anaenjoy penzi kwenye ndoa zinazidi kara. Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi nisingejihusisha na mapenzi, ni bora ningesaka senti chapa. Na kama makosa nakosea. Hivi ni dharau kiasi gani unanionyesha mpumbavu wewe? Yaani unawezaje kuzungumza na mwanamke mbele yangu naona hivi? Ina maana yale yote ambayo uko unayafanya unanificha, leo mama kunidhihirishia, sio? Ina maana kumbe anayekutia jeuri ni mwanaume, si ndio? Una mwanaume mwingine, sio? Wewe.
hivyo, lakini kwa nini unapenda kufanya mambo ambayo yasioeleweka mke wangu? Sasa usichoridhika na mimi kitu gani mke wangu? Si dharau unanionyesha, unanivua nguo kabisa wewe. Unanyima mimi mume wako ambaye na mwezi sasa sikufahamu mke wangu. Kumbe kwa sababu una mwanaume mwingine nje, si ndio? Jifanya unisikii. Jifanya umelala. Ila tambua kwamba huyo mwanaume nikimtambua, aise, nitakuja nimuonyeshe kwamba mke wa mtu ni kaburi. Si unajua kwenye hili dimbwi kuna mambo mengi bala. Eti mchepuko ana enjoy penzi kwenye ndoa zinazidi kara. Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi nisingejihusisha na mapenzi, ni bora ningesaka senti chapa. Na kama makosa nakoseaga yeye, mimi nikimuliza na kuja juu, na nikimomba msamaha yeye, yani ndiwe nazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha ni wewe, kutwa unanifanya mimi nalia tu.